Haleluya, haleluya, haleluya. Mungu akubariki sana. Prophet Tadeo hapa. Na kama ndio kwanza unawasha TV yako, nichukue nafasi kukualika sana kuweza kusubscribe channel hii ili uweze kupata maombi ya kila siku asubuhi na majira ya usiku zile Zaburi za ulinzi. Nichukue nafasi kabisa popote pale ulipo tuweze kumtukuza Roho Mtakatifu kwa namna ambavyo amesha tena tukiwa yenye nguvu na yenye afya njema, ambaye tupate na baraka. Tumeona neema yake, tumeona nguvu zake. Sifa na utukufu tunarudisha kwenye kiti chake cha enzi. Baba yangu katika jina la Yesu Kristo, ninakutukuza kwa sababu ya wema na fadhili zako. Asante kwa sababu ya ukuu wako na uweza wako na nguvu zako. Umekuwa Mungu mwema kwetu, umekuwa Mungu mwaminifu. Hata sasa wewe ni Ebeneza. Wako waliolala lakini hawakuweza kuamka. Sisi ni nani mbele zako? Tunakutukuza kwa sababu tumeona nguvu zako, tumeona utukufu wako, tumeona neema, tumeona baraka zako. Mandara makuria masakara mashi. Asante Yesu Kristo kwa sababu tumeona mkono wako, tumeona wingi wa fadhili zako. Ni nani aliye kama wewe Jehova? Ni nani aliye kama wewe mfalme wa falme? Ni nani aliye kama wewe Mungu mwenye nguvu? Mara ibakari ya sakara rabasatarakaya makaya bosika yanda kuria masikara mashoko. Mioyo yetu Baba inakutukuza. Mioyo yetu inabubujika mbele zako. Mioyo yetu inabubujika mbele za uso wako. Mioyo yetu inabubujika mbele za utukufu wako. Asante Bwana, asante Yesu, asante Jemedari. Ni wewe unastahili kutukuza na kuinuliwa. Pokea sifa Mungu wetu mwema, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, amina, amina. Nichukue nafasi kukualika sana. Inawezekana umekuwa unapitia changamoto kadha wa kadha. Naomba ushare pamoja na mimi ili tuweze kusimama pamoja, tuweze kuomba pamoja kupitia namba ya WhatsApp ya 0679645759. Lakini pia unaweza kunitumia ujumbe wako, tunataka kuunganisha kwenye grupu maalum la WhatsApp la maombi, na itakuwa ni baraka nyingi sana kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Na Mungu ataenda kusaidia, maana tutaenda kusimama pamoja, kuomba pamoja, mbingu zinaenda kufunguka. Lakini zaidi ya yote, nichukue nafasi hii kukuomba popote pale unapofuatilia maombi haya, na iwe ni agano lako la kila siku, kwamba ninaposimama na maombi kila siku nitasimama na sadaka. Kwa sababu kumbuka, maombi yasiyobeba sadaka huwa yana matokeo. Kama unataka kupata matokeo kwenye maombi yako, unaposimama na maombi kila siku asubuhi, weka agano kama Mungu, kila siku asubuhi nitaomba na nitatoa sadaka. Mungu hatakupungukia, na utaona thamani kubwa ya kuomba na kutoa sadaka. Utaiona namna ambavyo milango ya neema itafunguka, na utamwona Mungu akifanya kazi kubwa sana kwa ajili ya ufalme wake. Asubuhi ya leo tunayo maombi. Haya ni maombi makubwa. Sema, Bwana nibariki na mimi. Bwana nibariki na mimi. Kwa nini na wewe miongoni mwa watakaobarikiwa? Hakuna mtu ambaye anatamani baraka za Yesu zimuache. Kila mmoja anahitaji baraka za Bwana ziwe juu yake. Lakini nataka nikupe siri ya baraka za Mungu, siri kubwa. Kwenye kile kitabu cha Yeremia sura ya 17 na mstari ule wa 7, angalia hapa Yeremia 17 na mstari wa 7. Biblia inasema, amebarikiwa mtu yule amtegemeaye Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Nataka nianze tu hapa pale. Yeremia 17:7 anasema amebarikiwa yule mtu anayemtegemea Bwana. Kwa hiyo kumbe, hatua ya kwanza ya kubarikiwa ni kuweka tumaini lako kwa Kristo. Hilo ndio la kwanza, sio maneno yangu. Amebarikiwa mtu yule amtegemeaye Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake.
kile kitendo tu cha kuweka tumaini kwamba ninakuamini Bwana Yesu ili nitaweza, na kuamini Bwana Yesu ili utalitenda, na kuamini Bwana Yesu ili utalifanya. Kile kitendo tu cha kumtumaini yeye, basi kitakufungulia milango ambayo hujai kufunguka, kwa sababu unapoweka tumaini kwake, Mungu naye anawekeza kwako. Unapoweka tumaini kwake, Mungu naye anafunguka kwa ajili ya hatima ya maisha yako. Na anasema mstari wa 8, anasema maana atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hali ujapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Leo nataka nikupe siri ya kufanikiwa. Hii ni siri ya mti uliopandwa kando kando ya maji. Mti uliopandwa kando kando ya maji una tabia zifuatazo. Kwanza, ni mti ambao haunyauki. Ni wakati utakapofika wa kiangazi, maadamu pale kuna maji, wenyewe utanyauka au utachanua. Una sifa nyingine ya kutoa matunda kila siku, kila muda kwenye vipindi vyake, bila matunda yake kukoma. Maana yake matunda hayakomi. Lakini mti huu wenyewe una sifa ya kwamba maana yake machipukizi yake hayakomi, yanaendelea kuchipua. Na hata wakati ikionekana kwamba kuna uchache wa mvua, huo mti wenyewe utaendelea kuzaa matunda. Wakati anazungumza mti, ulikuwa ni lugha ya picha. Mtu pia anaweza kupandwa kando kando ya maji. Ni mtu gani aliyepandwa kando kando ya maji, ambaye yeye haishiwi, yeye hafilisiki, yeye siku zote utaona anang'aa, siku zote utaona biashara yake inaongezeka, utaona kazini anapanda, utaona yani sio mtu wa kulalamika. Huyu ni mtu aina gani? Nataka nikwambie huyu ni mtu aina gani. Nataka nikwambie na wewe unaweza kupandwa kando kando ya maji. Pandwa kando kando ya maji maana yake nini? Ni kuwekwa mahali ambako pana ustawi wa moja kwa moja. Mungu anaweza kukuweka hapo. Nataka nikupe mfano mmoja. Mungu alipotaka kumbariki Ibrahim, alimpa jaribio. Akamwambia Ibrahim, mtwae mwanao, mtoto wako wa kwanza, ambaye amemzaa akiwa na miaka 99. Biblia anasema akatoa yule mtoto, akamwambia mke wake, akaenda mlimani, akaenda kumtoa dhabihu. Maandiko yanasema wakati ameinua kisu kwa ajili ya kumtoa dhabihu Isaka, akaona mwanapunda, akaona mwanakondoo amefungwa katika kichaka. Naye Mungu akamwambia, akasema, usimtoe sadaka mwanao, nenda ukachukue mwanakondoo mtoe dhabihu. Alipomaliza kufanya hivyo, mahali pale akaitwa Jehova Jire, hata mahali katika mlima wa Bwana inapatikana. Mungu baada ya hapo, tunasoma kwenye Mwanzo ile 22, anasema kwa kuwa huku nizuilia mwanao, mwana wa pekee, katika kubariki na kutakubariki, na katika kuzilisha nitakuzilisha, na uzao wako utakuwa ni kama mchanga wa bahari. Leo hii watu wote tunaitwa wana wa Ibrahim, ni kwa sababu ya mtu mmoja ambaye alibarikiwa. Kumbe unaweza kuwa na baraka za kudumu. Kinachokufanya uwe na baraka za kudumu ni kuisikia sauti ya Mungu. Kuna wakati Mungu anakuambia, fanya jambo hili kwa ajili ya utukufu wangu. Siku utakapolifanya ndipo Mungu atakapokuinua kama alivyomuinua Ibrahim. Watu wengi wamekuwa wanasikia sauti ya dhabihu, sauti ya sadaka kama alivyosikia Ibrahim, lakini sio watii. Wakati mwingine huko kwenye maombi, Mungu anakuambia asimama uombe, na kuna sadaka hii unatakao itoe, na wewe kwa sababu na moyo wa ukaidi, ndio maana unashangaa kuna mambo yatokei. Lakini mtu yoyote ambaye alisikia sauti ya Mungu kama Ibrahim, akatoa sadaka
mtu huyo alipandwa kando kando ya maji. Mtu huyo huwa afilisiki. Watu wanaotoa sadaka hawajawahi kufilisika, hawajawahi kuishiwa, hawajawahi kuchoka. Milango yenyewe huwa inafungukaga tu. Unashangaa. Ndio maana kwenye Malaki anasema leteni zaka kamili ghalani, kiwemo chakula cha kutosha katika nyumba yangu, mjaribuni kwa njia hiyo muone kama sitafungua madirisha ya mbinguni. Kwa hiyo unashangaa madirisha ya mbinguni yanafunguka, neema inafunguka, na wewe unakuwa ni kama mtu uliopandwa kando kando ya maji, maana unyauki wala ufilisiki. Lazima kusikia sauti ya Mungu, Mungu anapokuelekeza. Na wakati naomba asubuhi ya leo, kuna mtu anatakiwa kupandwa kando kando ya maji. Ni dhabihu yako, ni sadaka yako, namwambia Mungu. Na hii maombi lazima usikie kabisa ndani yako. Naambia Mungu, natoa sadaka hii, naomba na mimi nipandwe kando kando ya maji, nistawi, nisinyauke, nisiishiwe. Angalia unavyonyauka, unavyoishiwa, unavyochoka mara kwa mara, unakata tamaa, unafika njiani unachoka, madeni, shida haziishi, kwa sababu hujapandwa kando kando ya maji. Lakini asubuhi ya leo nasikia sauti ya Mungu kwamba kuna mtu mmoja anakwenda kupandwa kando kando ya maji. Na kama ni wewe, inua mkono wako, na kama una dhabihu, chukua dhabihu yako, chukua sadaka yako, mwambie Baba, naomba unipande kando kando ya maji. Na wewe unayofanya hivi, chukua namba ya WhatsApp, nitumie message yako, mwambie Baba, na mimi nataka nipandwe kando kando ya maji, nistawi. Naomba inua mkono wako popote pale ulipo, sema Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeisikia sauti yako, nami nimekuja kwako. Mungu uliye hai, sawa sawa na fadhili zako, Yesu, ninakuomba unipande kando kando ya maji. Nami nasimama na dhabihu hii kama ulisema na Ibrahim, nami nimesikia sauti. Baba, naomba Yesu Kristo mwana wa Daudi, nipande kando kando ya maji, ambako sitanyauka, sitafilisika, sitaishiwa, katika jina Yesu. Rika mando rosaka. Omba, mwambie Bwana, naomba unipande kando kando ya maji. Robo sakandara makuria, rosa kanara makuria, risa kanara mando, rosha karababa kuria, rikanda ramando rosaka. Kwa damu ya Yesu Kristo, Baba, ninaomba kwa ajili ya mama huyu, kwa ajili ya binti huyu, kwa ajili ya kijana huyu. Baba, mpe neema ya kumpanda kando kando ya maji, ambako Bwana, naamini hatanyauka, naamini hatafilisika, naamini hataishiwa, katika jina Yesu. Baba, ninaomba kwa mamlaka jina Yesu, mtoe kwenye uchungu, kila uchungu uliopitia, kila uchungu wa kufilisika, kila uchungu wa kukataliwa, kila uchungu wa kutukanwa, kila uchungu wa kuaibika, katika jina Yesu. Baba, ninaomba kwa mamlaka jina Yesu, kila roho inayofanya kazi katika ulimwengu wa roho, ninaivunja kwa damu Yesu, ninaivaribu kwa damu Yesu, ninaisambaratisha kwa damu Yesu. Rakanda ramasaka, randa ramakurabasika, kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu uliye hai, pande mtumishi wako kando kando ya maji, kando kando ya maji, kando kando ya maji. Baba, hawe ni mtu unaozaa matunda kila wakati, kwa jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, idhirisha nguvu yako na utukufu wako, nami nampanda kando kando ya maji, katika jina lipitalo majina yote, Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, amina, amina. Niombe nichukue nafasi hii nikuombe. Chukua namba hiyo ya WhatsApp ya Vodacom pale juu, ya 0756934903. Lakini kama uko nje ya nchi, anza +255. Tuma dhabihu yako na sadaka yako, na utashangaa mkono wa Mungu na kwenda kudhihirika. Yesu akupande kando kando ya maji. Na unapofanya hivyo, kisha unanitumia ujumbe wako WhatsApp, ambia Baba, nimesikia, taka nipandwe na mimi kando kando ya maji. Tutaomba na mkono wa Mungu utadhihirika. Mungu akubariki sana. Nichukue nafasi kukualika sana popote pale ulipo, ni madhabahu ya Mlango wa Ukombozi, ambako mamia ya watu nakutana na Yesu Kristo mtenda miujiza. Naomba neema ya Yesu iwe juu yako. Nikutakia asubuhi njema yenye baraka. Nenda ukafanikiwe. Shalom, shalom, shalom.